wakaenda kupiga walinzi wale. Mlinzi mmoja ametolewa meno manne, hana meno. Baba yule sio mtoto meno kwamba yataota tena, huo ni ulemavu wa maisha. Mnamjua yupo wapi yule mlinzi? Mnajua pale hospitali ataamka? Yupo mahututi hospitali pale. Walioyafanya hawa. Ndio maana nasema hatujaja kulea majambazi hapa. Kama kulikuwa na kosa, upo uongozi. Imeshindikana kwenye uongozi wa chuo, mkuu wa wilaya yupo hapa na viongozi wengine mpaka kwa mkuu wa mkoa. Wapo wanafunzi hapo wanakujaga mpaka kwangu. Wamekosa ada, wamefukuzwa chuo, na tunafanya utaratibu, tunawalipia ada na wanaendelea na masomo. Ije kwa uhalifu. Sasa maelekezo ni haya. Hili jambo lio la mwisho. Hao tutadili nao kwa utaratibu wa kipolisi. Hakuna mchezo wa kuchezea maisha ya mtu. Hatujui yule mlinzi na yeye alikuwa na silaha ya moto, lakini yule baba kwa mbinu za kiuaskari na nidhamu hakufyatua hata risasi. Angeamua kujihami na risasi, tungekuwa tunazungumza nini hapa leo? Lakini hakuchukua bunduki yake, alipigwa akiwa ameshikilia bunduki. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo hao tunawapeleka polisi, watakuwa polisi pale. Nimemwambia mkuu wa wilaya kukanyaga Tabora, hawa vijana hao watakuwa nakuja kuhudhuria kesi mahakamani. Habari yao imeishia hapo. Na ambaye haamini yeye mwingine leo afanye hapa. Ni polisi, mahakamani, nyumbani kwenu, habari imeishia hapo. Mkuu wa chuo na utaratibu, nimemwambia aite bodi ya dharura. Wafanye kwa utaratibu. Lakini hiyo haizuii kuwafikisha polisi na mahakamani. Nimesema wale waliokosea wote waondolewe hapa haraka. Hatuwezi kufuga majambazi hapa. Leo wamefanya kwa mlinzi, kesho ni kwako. Lakini siku ile yule mlevi, wale vijana wasingeamka, alikuwa ameshikilia kisu. Anacho mkuu wa chuo amenionyesha hapo. Atatuambia alikitoa wapi. Tunataka uwe na kalamu, kitabu na daftari pale bwenini. Yeye ana visu kwenye tranka lake. Huyo ni mwanafunzi. Kwa hiyo atatueleza na ataeleza vyombo vya dola. Haya, mheshimiwa mkuu wa chuo na mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi maelekezo yangu ni hayo. Wanafunzi, mimi naomba mkae kwa amani, mjisomee vizuri. Nimewaambieni umuhimu wa kozi mnazozisoma hapa. Inawezekana nyinyi msijue, lakini mkimaliza ndo mtajua umuhimu wa kozi mnazozisoma. Wengine wanaziogopa. Lakini kiona sura hizi wote wanafunzi zaidi ya 1200 mpo hapa mnasoma kozi za ardhi. Najua thamani yake. Kwa sababu na mimi nilikuwa mwenzenu miaka kadhaa iliyopita. Someni, chukueni mlichokuja kukipata hapa.